Karibuni sana marafiki wangu na maadui wangu. Siku ya leo ni siku ambao Mungu ametuma mahali hapa Canaan TV kwa ajili ya kunena kwa ajili ya maisha ya mtu. Najua siku ya leo kuna mtu ambao anaenda kubarikiwa. Nimeingia mahali hapa, najua ya kwamba kuna watu ambao wanahitaji Mungu, kuna watu ambao wanahitaji msamaha wa Mungu, na siku ya leo najua ya kwamba kuna mambo Mungu anaenda kukutendea. Kwa ajili Mungu akitumana ya kwamba ametumana. Siku ya leo nimekuja mahali hapa Canaan TV ili mpendwa niweze kuongea na wewe, nikuhubirie, nikuombee na Mungu atende mema. Kabla tujaanza, nataka kwanza niwaekee wimbo ambao inasema siri ya kuinuliwa ni maombi. Kuinuliwa ni maombi, kushinda vita za roho ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, na kuishi kwangu mimi ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, na kuishi kwangu mimi ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, kushinda nguvu za giza ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, kupanda kiwango kipya ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Mahali nimefika ni wewe Bwana. Siri ya kuinuliwa ni maombi, kushinda nguvu za dhambi ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, kupenya ndani ya roho ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, maombi hushusha uwepo wa Mungu. Siri ya kuinuliwa ni maombi, siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, siri ya kupata nguvu ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Kupata kibali dada ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, maombi ni silaha ya wateule. Siri ya kuinuliwa ni maombi, Bwana nitembeza kwa neema yako. Siri ya kuinuliwa ni maombi, siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, siri ya kupata nguvu ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Macho yangu nainua kwako Bwana. Siri ya kuinuliwa ni maombi, kisha kilio changu na kuomba. Siri ya kuinuliwa ni maombi, usiniache mimi niangamie. Siri ya kuinuliwa ni maombi, nishike mkono tena niongoze. Siri ya kuinuliwa ni maombi, siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, siri ya kupata nguvu ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kushinda majaribu. Siri ya kuinuliwa ni maombi, siri ya wokovu wangu ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, kupenya ndani ya roho ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, omba na usichoke na utashinda. Siri ya kuinuliwa ni maombi, siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya
kuinuliwa ni maombi. Siri ya kupata nguvu ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Kuinuliwa ni maombi. Kushinda vita za roho ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Na kuishi kwangu mimi ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Na kuishi kwangu mimi ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Kushinda nguvu za giza ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Kupanda kiwango kipya ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Mahali nimefika ni wewe Bwana. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Kushinda nguvu za dhambi ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Kupenya ndani ya roho ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Maombi hushusha uwepo wa Mungu. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kupata nguvu ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Kupata kibali dada ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Maombi ni silaha ya wateule. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Bwana nitembeze kwa neema yako. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kupata nguvu ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Macho yangu nainua kwako Bwana. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Kisha kilio changu na kuomba. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Usiniache mimi niangamie. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Nishike mkono tena niongoze. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kupata nguvu ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kushinda majaribu. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya wokovu wangu ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Kupenya ndani ya roho ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Omba na usichoke na utashinda. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kupata nguvu ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Kushinda vita za roho ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi. Na kuishi
kuishi kwangu mimi ni maombi, siri ya kuinuliwa ni maombi. Na kuishi kwangu mimi ni maombi, siri ya kuinuliwa ni maombi. Kushinda nguvu za giza ni maombi, siri ya kuinuliwa ni maombi. Kupanda kiwango kipya ni maombi, siri ya kuinuliwa ni maombi. Mahali nimefika ni wewe Bwana, siri ya kuinuliwa ni maombi. Kushinda nguvu za dhambi ni maombi, siri ya kuinuliwa ni maombi. Kupenya ndani ya roho ni maombi, siri ya kuinuliwa ni maombi. Maombi hushusha uwepo wa Mungu, siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kuinuliwa ni maombi, siri ya kuinuliwa ni maombi. Siri ya kupata Bwana afuwe sifa. Ni asubuhi njema ambayo Mungu amenipa nguvu niweze leo kuwaletea injili. Na siku ya leo nimekuja na injili ambayo ni injili ya msamaha. Injili ya msamaha. Wapendwa, nimekuwa nikihubiri injili ile ya vita, breaking the covenant, vitu kama hizo. Lakini siku ya leo nimewaletea injili ambayo ni injili ya msamaha. The gospel of forgiveness. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu msamaha. Mpaka siku ya leo tukaweze kuwasamea ndugu zetu, dada zetu, wale ambao waliotutendea mabaya. Kwa ajili mpendwa, ukisamea utasamewa na Mungu. Ukisamea mpendwa utasamewa. Kwa ajili siku ya leo kuna mtu ambaye anaenda kusamea yule mwingine. Kwa ajili usiposamea mwenzako, Mungu hata kusamea. Kile kitu kimeharibu hii dunia ni kukosa msamaha. Unakosa kumsamea mwenzako, Mungu anakosa kukusamea. Yaani kama mtu amekukosea usikamsamee. Siku ya leo nimeleta injili ambayo ni ya msamaha. Biblia iko na vitabu 66. New Covenant na Old Covenant. Lakini siku ya leo nimekuja na injili ambayo ni ya msamaha. Mpaka wapendwa tuweze kuwa watu wa kusamea wale wengine. Nikikukosea nisamee. Na mimi ukinikosea na kusamea. Kwa ajili msamaha. Mungu ni msamaha. Mungu ni msamaha. Siku ya leo mpaka tuweze kusameana. Wacha tuende pamoja kwa kitabu cha Matthew 6:14. Tukisomewa kwa Kiswahili. Kama Matthew 6:14. Matthew 6:14 inasema hivi, maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe nyinyi pia. Lakini msipowasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu hatawasamehe nyinyi makosa yenu. Amen. Nimesema kwamba mkisamea watu makosa yenu, Mungu atawasamea. Lakini usiposamea mwenzako hautasamewa. Bwana afuwe sifa. Siku ya leo kile kitu kimeleta shinda ni kukosa msamaha. Yaani unaingia kanisani, umekuta ule ndugu na huyu mwingine wamekosana. Huyu ndugu na huyu mwingine wamekosana. Lakini msamaha unakosekana. Hata ladha ya kanisa inakosekana. Siku ya leo tukiwe watu wa kusameana. Kwa hiyo mimi nasema ya kwamba tukisameana Mungu atatusamea. Tukisameana Mungu atatusamea. Siku ya leo nawafunza kuhusu msamaha. Kwa ajili kuna hatari za kukosa msamaha, kuna faida ya msamaha na kuna sababu ya kukosa msamaha. Siku ya leo nimesema ya kwamba tusameane ili Mungu aweze kutusamea. Kitabu kingine Ephesians 4:32. Maandiko inasema hivi, Ephesians chapter 4:32. Muwe na moyo mwema na wenye kuhurumiana. Muwe na moyo mwema na wenye kuhurumiana. Yaani unakosa kuhurumia mwingine na unakosa msamaha. Kila mmoja na msamehe mwenzake kama naye Mungu alivyowasamehe nyinyi kwa njia ya Kristo. Tuwe watu wa kusameana kama vile Mungu alipotusamea mwanadamu na Mungu akasamea mwanadamu. Nimesema kwamba tuwe watu wa kusameana.
Yaani wewe umekosa kusamea ndugu yako wa kuzaliwa pamoja, umekosa kumsamea na unangoja Mungu akusamee. Hapana, nasema ya kwamba tusameane ili tuweze kusamehewa na Mungu kama vile Mungu alipotusamea. Tusameane wapendwa, lazima tukaweza kuwa watu wa msamaha. Kwani mimi nasema ya kwamba tusameane ili Mungu aweze kutusamea. Mungu aweze kutusamea. Wapendwa, hakuna jambo ya maana kama kuwa na msamaha. Nasema wapendwa, tuweze kuwa watu wa kusameana kila wakati. Sio kila wakati unabeba ule mwingine au msamei. Siku ya leo wacha tukiwe na watu wa msamaha. Pia nasema kwamba Matthew 18:21 pia nasema kwamba Petro akajibu ya kwamba tutawasamea mara ngapi? Tutasamea mara ngapi? Petro akauliza Yesu, tutawasamea maadui wetu mara ngapi? Tutawasamea wale ambao wametukosea mara ngapi? Bwana apewe sifa. Pia nasema kwamba akaambiwa kwamba wasamee 7 mara 70. Tuwasamee mara 7 mara 70. Tu watu wa kusameana, tuwasamee wenzetu kwa ajili sisi tutasamehewa. Tusipowasamea hatutasamehewa. Pia nasema kwamba tuwasamee wale ambao walipotukosea. Nikikukosea nisamee. Kama nimekukosea nisamee. Ukinikosea nimekusamea siku ya leo. Siku ya leo hakuna maana ya kubeba ule mwingine, kwa ajili wakati ambao unakosa ule msamaha, kuna vitu ambao zinakosekana. Ukikosa msamaha, kuna vitu ambao zinakosekana kwako. Tukiwa watu wa kusamea wale wengine wapendwa. Hadi unakuta hadi mnafanya kazi na mtu, lakini ule mtu amekukanyanga pale kwa kazi by mistake. Hakuwa anajua kama amekukanyanga. Lakini wewe kitu mbeba kwa mzito. Yaani umeona kama akona chuki na wewe. Hapana, ana chuki na wewe. Nasema ya kwamba tusamee ili tukaweze kusamehewa. Tuangalie Mark 11:25. Leo nitafunza leo Mark 11:25 kwa Kiswahili. Tukiwe watu wa kusameheana wapendwa. Tuwasamee wale wengine. Tuwasamee wale wengine. Tuwasamee waliyekukosea. Tuwasamee. Mark 11:25. Mark 11:25. Maandiko inasema hivi. Mark 11:25. Omba. Ni rahisi sana ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kuingia katika shimo ya sindano kuliko tajiri kuingia ufalme wa mbingu. Kwa nini? Hiyo ni example ambao tumepewa mahali hapa. Kwa hiyo inawezekana mtu akambebe mzigo, yaani
Kama tajiri anasema kwamba huyu mtu alinikosea, mpea kazi. Mungu amesema tusameane. Tunapata siku leo tukiwa watu wa kusameana. Tuweze kuwasamea wenzetu. Tusameane wapendwa. Kwa ajili msamaha ni kitu ya maana. Usipomsamea, kuna malango yako itafungika. Kuna kitu ambayo inaitwa benefit of forgiveness. Benefit of forgiveness. Faida ya msamaha, number 1, brings back relationship. Inaleta urejesho wa uhusiano tena. Kitu kingine naitanga the inner peace. Ukisemea mtu na kuitanga inner peace. Kitu kingine na kuitanga the joy. Kitu kingine naitanga peace. Kitu kingine inaitwa causes of unforgiveness. Number 1, causes pain. Uchungu. Yaani uko na uchungu moyoni kwa ajili ya mwenzako. Kitu kingine bitterness. Bitterness ni moja ambao ni ya sababu ya kukosa kusameana. Ingine inaitwa hunger. Kukasirika. Kukasirika kunaletanga kukosa msamaha. Kitu kingine revenge. Yaani kama mwenzako alikufanyia hivi, unajaribu juu chini ulipisha kizazi. Hiyo ni mbaya. Usifanye hivyo. Kitu kingine carrying burdens. Unambeba mizigo ya uchungu. Unabeba mizigo ambao unabeba. Unabeba mtu alikufanyia hivi mwaka fulani, wakati fulani. Tena unaongezea alifanyia tena hivi wakati fulani. Tena unakumbuka yenye alikufanyia ni nini hicho tu. Kubeba mzigo. Inaitanga unforgiveness. Inafanya watu watisameana. Kitu kingine ni shame, aibu. Inaitanga aibu. Kukosa msamaha inaitanga aibu. Kingine inaitwa losses of unforgiveness. Losses. Andika mahali. Losses. Sile hasara zinaletangwa na kukosa msamaha. Number 1, breaking relationship. Hiyo inafunjanga uhusiano wako na mtu. Inafunjanga uhusiano wako na mtu. Yaani kwa ajili huyu alikukosea, hiyo inafunja uhusiano. Kama sasa hiyo wako katika relationship. Yaani ndugu amekukosea, hujamsamea. Wewe ni dada kwa relationship. Ama kwa ndoa. Mzee wako anakukosea, hujamsamea. Hiyo ndoa ni wapi inaenda? Kwa mali inaenda. Hiyo inavunjanga hiyo ndoa, kukosa msamaha. Kitu kingine inafunja fellowship with God. Inafunga fellowship with God. Kukosa msamaha kunafunja fellowship yako na Mungu. Unakosa fellowship. Kwa nini? Itaingilia wapi? Na uko na ile uchungu ndani yako. Wapenda tuondoe uchungu ili Mungu aweze kutusamea. Kitu kingine, lack of peace.
Hiyo ni hasara ambayo inaletangwa na kukosa msamaha, lack of peace. Yaani wewe mwenyewe ukiona mtu fulani ama ukikutana unakosa amani. Kwa nini unakosa? Unakosa kwa ajili ule mtu alikukosea ama mlikosana, hujawahi msamea. Hujawahi msamea hata siku moja. Kitu kingine inaitwa spiritual stagnation. Spiritual stagnation. Spiritual stagnation. Kustagnate, kusimama mahali pamoja, kama vile maji inakuwa ime stagnant water. The word stagnant ni kitu yenye haitembei. Na unakuta haukui kiroho kwa ajili umekosa ule msamaha. Wapendwa, tukuwe watu wa kusameana. Tukuwe watu ambao ni wa kusameana. Tukisameana naye Mungu atatusamea. Tukuwe watu wa kutusamea ili hata tuweze kukua kiroho. Hauwezi enda mbele kabla haujasamea mwenzako. Unakuwa uko stagnation. Umestangi mahali pale, hauwezi endelea. Kitu kingine inafunga baraka. Kukosa msamaha kunafunganga baraka zako. Kuna baraka ambayo Mungu amekuwekea, lakini hizo baraka haziwezi kukufikia. Kwa nini? Umekosa yule msamaha. Umekosa kumsamea mwenzako. Unakuwa hauendi, haupati baraka, haufanikiwi, hauendelei. Kama ni biashara yako iendelei, kama ni maisha yako iendelei, kwa ajili umekosa ule msamaha wa kiungu. Kitu kingine inaitwa kufunga maombi. Ukikosa kusamea mwenzako, hiyo nayo inaletanga wakati unaomba maombi yako inazuiliwa. Kukosa msamaha kunafanyanga Mungu asisikie maombi yako. Kwa ajili kuna vile unaweza enda mbele za Mungu akose kusikia maombi yako. Kwa ajili wewe unaenda pale, ambie Mungu, Mungu nafanyanga hivi, Mungu nakufanyanga hivi, natoanga fungu la 10, nasaidianga yatima, naye Mungu hataki hivyo. Mungu anataka tukue watu wa kunyenyekea na kusameana. Pia sema ya kwamba Luka 18 inapeana mfano ya watu wawili walipoenda kwa maombi, Pharisee and the tax collector. Hiyo ni example nawapea. Pia sema ya kwamba na wakati ule tax collector alienda mbele za Mungu, alienda kuomba ya kwamba Mungu, natoanga fungu la 10, Mungu nafanyanga hivi, Mungu nafanyanga hivi, Mungu nafanyanga hivi. Angalia mimi si kama yule mwenye dhambi. Angalia mimi si kama yule. Na yule Pharisee, wakati alianza kuomba akaambia Mungu, Mungu nisamee mimi mwenye dhambi. Na Mungu akasikia maombi ya yule ambaye ameomba msamaha. Mungu akasikia maombi yule mtu ambaye amenyenyekea mbele zake, amenyenyekea, akaona yeye ni mwenye makosa. Lakini mtu tax collector, yeye aliomba maombi ambayo ni ya kiburi. Ni ya kiburi. Maombi ambayo ni ya kiburi. Na wapendwa, tuache maombi ya vita. Maombi ya vita sio zuri. Maombi ya vita sio mzuri. Ati mtu alikukosea, unamwombea mabaya, mara anguke na ngari, mara afanye hivi, mara angojeke, mara afanye hivyo. Hapana. Hiyo haistahili. Inastahili
tukue watu ambao ni wa kusameana. Hapo Luka 18 naendelea kuelezea kuhusu mtu ambao alikuwa ni mama mjane. Yule mama mjane aliweza kwenda kwa jaji ili aweze aombe jaji amletee revenge yenye nilikuwa nimesema hapa Biblia, revenge, ili iweze kuleta revenge. Akaenda kwa jaji, akaenda akamwambia kwamba aweze kujaji. Naye yule jaji alikuwa ni jaji, hakuwa mcha Mungu, na akaenda mara mingi kwake kwenda kumwambia amfanyie revenge kwa mtu fulani, amfanyie revenge. Pia nasema ya kwamba na yule jaji hakuwa mcha Mungu, akafanya revenge. Tusikue watu wa kufanya revenge. Yaani juu alikuwa tunapanga na wende mkate napanga, ama mkate ng'ombe yake napanga. Hiyo haistahili wapendwa. Tukue watu wa kusameana. Kwa hiyo tukisameana kuna kitu inaitangwa the joy inarudi ukisamea mwenzako. The joy of the Lord inarudi. The joy inarudi kwako. Ukimsamea mwenzako pia peace with a man. Amani kwa mtu inarudi. Ile amani inarudi mpendwa. Ukimsamea mtu amani inarudi. Pia nasema ya kwamba tusamee ili tuweze kusamehewa. Wewe kama hausamii mwenzako, Mungu atakusamea namna gani? Tuweze kusameana ili Mungu aweze kutusamea. Yaani unakuta hata familia zingine, kile kinaharibu familia. Unakuta wewe na ndugu yako mlikosana na hapo kitambo, miaka ya kitambo, lakini wewe mpaka saa hii na mumezeeka, ile makosa ndugu yako alikufanyia bado unaikumbuka. Bado hiyo makosa unaikumbuka. Unakumbuka makosa ile ndugu yako ile ambao alikufanyia. Si wapendwa, tukue watu wa kusameana. Juu tukisameana Mungu atatusamea. Yaani unakuwa wote saidia ndugu yako hivi tu kumsamea. Kwa nini? Au msamei kwa ajili mtoto wako alikosana na mtoto wake. Imagine hiyo tu inafunja tu ile uhusiano tu. Inafunja uhusiano. Unakosa msamaha kabisa. Au samea ndugu yako. Na Biblia imesema ya kwamba tuwasamee ndugu zetu. Tuweze kuwasamea wale ambao wanatukosea. Ukinikosea nikusamee. Ukinikosea mimi nakusamea. Kama ulinikosea nikusamea. Kama nimekukosea nisamee. Pia inasema ya kwamba Matthew 5:23-24. So if you are offering all your gift without her, if your brother did something against you, leave
your gift before the altar and then go. Upeleke sadaka ya msamaha. Yaani uweze tuwasamee ndugu zetu, tuwasamee wale ambao walivyotenda mabaya, tuwasamee wale ambao wanatukosea. Kwa hiyo tusiposameana hakuna mahali tunaenda. Yaani mnakosana na huko, na hiyo chuki inalete bitterness na inaletanga kitu inaitwa fighting and quarreling. Bitterness, uchungu unaletanga kitu ambayo inaitwa bitterness and quarreling. Uchungu unaletanga kupingana wenyewe kwa wenyewe. Mwala kupingana, hadi mnapingana tu bure tu kwa ajili ni kukosa msamaha. Mimi nasema kwamba tusipingane, lakini bitterness inazaanga kupingana, inazaanga kupingana. Yaani mnapingana tu, kupingana tu bure tu kwa ajili ya kukosa msamaha. Unakosa msamaha, inakuwa ni vita kwa familia. Yaani kama mimi ni kuhani na kuna rafiki yangu ambao alinikosea pande ya huduma, nianze kupinga huduma yake ama nianze kumpinga? Hapana, haistahili. Kama mmekosana kama wachungaji, ni mzuri muelewe kuna kusameana. Endeni msameana. Na hapo awali kulikuwa na marafiki wawili ambao walikaa pamoja kwa miaka mingi, for 30 years. Walikuwa marafiki, kila mmoja akaambia mwingine siri za yule mwingine, na wakakaa na upendo kwa miaka mingi. Lakini siku moja wale watu ambao walipokosana, wale watu ambao walikuwa marafiki, siku moja wakakosana. Imagine urafiki wa miaka mingi, walikuwa ni watu wa kuambiana siri, walikuwa ni watu ambao wanasaidiana mpaka siri sao sandani walikuwa wanaambiana. Unajua mpendwa, sio kila mtu yeyote ambao unaweza kumwambia siri yako. Sio kila mtu ambao unaweza kumwambia ile mambo unapitia kwa maisha. Lakini ni marafiki tu wanaweza ambiana zile shida ambao wanapitia kwa ndoa. Ni marafiki tu wanaweza ambiana yale mambo ambao wanapitia kwa huduma. Pia ni marafiki ambao wanaweza ambiana ile mambo ambao wanapitia katika biashara. Lakini pendwa, hao watu walipokosana walifunja relationship. Walifunja relationship mbali. Hiyo tu, wamekaa miaka mingi na wamekosana kwa kitu ambao ukifuatilia ina sababu wakakosana. Wakati walipokosana wakafunja ule uhusiano. Na pia ukikosa kumsamea mtu, Mungu naye anaweza kukusamea. Na ukikosa kumsamea mtu inaletanga kufunga relationship yako na Mungu. Utawezana bila sababu ya kwamba tupendane. Sifai mbele za Bwana. Hiyo ni wimbo. Sifai mbele za Bwana, hata nikitoa mali yangu.
na kuwapea masikini. Kama sinayo upendo, mimi si kitu kabisa. Hata nikitoa mali yangu, hata nikiwapea masikini, kama sinayo msamaha, mimi si kitu kabisa. Hata ukifanya nini, hata usaidie nani, ufanye nini, hauna upendo, hauna msamaha, wewe mbele za Mungu, wewe sio kitu kabisa. Wewe sio kitu. Kwa ajili Biblia inasema kwamba tusameane, tuweze kusameana, tuweze kusameana. Pia kuna rafiki yangu mwingine alikuwa anashiriki mahali, ni vitu ambavyo vilitendeka. Kuna rafiki yangu alikuwa anashiriki chini ya mchungaji fulani, na siku moja ule rafiki yangu wakakosana na baba yake wa kiroho, na wakati walipokosana, yeye akajitenga na akafungua huduma yake, na kwa rehema za Mungu hiyo huduma yake ikakua na akapata watu wengi, na ikawa amesahau yule baba yake. Sasa wacha Mungu, baba yake wa kiroho mwenye aliyemlea, na kaanza kuwa anapinga yule baba yake mwenye alimlea. Lakini siku moja mambo yule mchungaji ikaenda mlama, akawa na maskando na makaisi. Ilibidi aende kwa yule mchungaji alikuwa baba yake wa kiroho mwenye aliyomlea, haweze kwenda kumwomba msamaha. Pia hiyo ni njia ya kwamba kama ni mchungaji, baba yako wa kiroho mlikosana, ni vyema mwende msofu, ni vyema mwende kusameana. Kama wewe ni mtoto na umezaliwa na baba yako mzazi wa kuzaa, tumbo kwa tumbo, ni mzuri uende usamehe baba yako, ukaweze kwenda kumsamea baba yako. Na kama wewe ni mzazi na umekosana na watoto wako, ni mzuri uende kwa watoto wako, uende msameane, kwa ajili msamaha ni kitu ya muhimu sana. Tukue watu wa kusameana. Na kama uko mahali pale kwa ndoa, kama uko pale kwa ndoa na mke wako anakusamea, kama vile mimi nimeona kuna familia, mke wangu anaweza nikosea pale kwa nyumba, bila sema ya kwamba tusameane. Yaani mimi mke wangu amenikosea, na maana niwezi kukaa chini tusolve ile mambo na tusameane. Mimi nabeba mizigo yangu, ninahama, naenda kuishi maisha yangu. Uende hiyo maisha yangu itakuwa successful. Kwani mimi nasema ya kwamba tuweze kusameana. Tuweze kusameana. Yaani kwa ajili mimi mwenyewe nimekosa na familia yangu, mimi niame nikose kuwasamea wapendwa, hiyo ndoa haitasimama. Lakini wakati unasamea mwenzako, nayo Mungu anakusamea, kama vile Matthew imesema, Matthew 6:14. Wale ambao wameingia, kama nimeendelea, Matthew 6:14-15 pia nasema kwamba tusameheane ili Mungu aweze kutusamea. Mungu awabariki sana na watendee mema. Siku ya leo ni siku ambayo unajua kwamba Mungu anatenda mema kwa maisha yako. Kwa hiyo siku ya leo ni injili ya msamaha. Ni injili ambayo ni ya kusameana, kuwasamea wale wengine waliotukosea, tuwasamehe. Kwa hiyo usiposameheana, Mungu atasikia maombi yako. Utakuwa na amani.
hata kuwa na vision na Mungu, na utakuwa kitu ndani spiritual stagnancy. Kwa watu wa kusameheana wapendwa, na Mungu awabariki sana na watendee mema. Amen. Na ningetaka uweze kutambua watu wawili watatu pale pale ya WhatsApp yako vile watu wanaendelea kusema, na kabla ufanye hivyo ningetaka upeane nambari yako ya simu mtumishi. Nitapeana namba ya simu kwa ajili ya sadaka zenyu, na nitawaombea kwa ajili hiyo. Ni huduma ambayo Mungu amenitia. Namba yangu ya simu ni 0740 80 8583. 0740 80 8583. Rudia tena. 0740 80 8583. Wow, asante sana watazamaji wetu. Ningetaka sasa uweze kupeana nambari yako, sio nambari, samahani. Uweze kutambua watu wawili watatu padi yako na Mungu atakubariki. Asante sana. Kwanza nimeona watu wameanza kutuma sadaka zao. Kuna watu wametuma 1000. Mungu nakubariki. Sasa majina yako ni kwa hewa. Mtu ametuma 500. Mungu nakubariki. Wow. Mwingine ametuma 100. Mungu nakubariki. Nimekuona my brother umetuma 50 bob. Mungu akubariki. Asante sana. Nimeona kwa mwingine hapa ametumia 200. Mungu nakubariki. Wow. Kwa mwingine hapa ametuma 200. Mungu nakubariki. Kwanza nitawatambua watu wenye wametoa. Mungu nawabariki na watendee mema. Na watu wenye nataka kuwatambua pande ya WhatsApp, watu wenye wamewatch, marafiki zangu nitawatambua, na mwisho nitafunga na maombi. Mtu wa kwanza ni Apostle Justus Muse Shilo Kazinduo Malale North. Mungu nakubariki. Mtu mwingine Pastor Naomi, our pastor wa Dominion. Pastor Naomi, Mungu nakubariki. Mtu mwingine ni rafiki yangu, tunafanya naye biashara pale Mbezi. Yeye huuza viatu. Mungu nakubariki. Mtu mwingine Betty Sami, Mungu nakubariki. Mtu mwingine rafiki yangu anaitwa Josephat ama J, akiuza makaa pale pande ya Leisambo ikubali na kutendea mema. Mtu mwingine hapa ambao wametazama Evangelist John Gugi from Dominion, Mungu nakubariki. Mtu mwingine teacher Ann, Mungu nakubariki. Mwingine rafiki yangu pale ambao ni customer yangu Mtembei, Mungu nakubariki kwa Zimmerman. Mtu mwingine Minister Loss uko pale CFF ka West, Mungu nakubariki. Wow. Mtu mwingine Pastor Regina, pastor wetu wa Dominion City, Mungu nakubariki. Mtu mwingine Jackie wa Praise Team pale Zimmerman Dominion, Mungu nakubariki. Mtu mwingine ni Matthew, huyo ni mwimbaji ambao wanashiriki kule kwa Apostle Justus pale Malale North. Mtu mwingine Pastor Abednego kutoka RGC pale Zimmerman, Mungu nakubariki. Abednego friend wa Kigosho, Mungu nakubariki kutoka Dominion. Pastor Eunice Kimani, rafiki yangu kutoka Zimmerman, Mungu nakubariki na kutendea mema. Watu ni wengi sana. Eunice, Mungu nakubariki. Mse, Mungu nakubariki. Pastor Kiliapas, Mungu nakubariki. Bishop Moses pale Maroroi, Mungu nakubariki. Steve Murizi, yeye ni mwimbaji, akona studio yake, Mungu nakubariki. Mtu mwingine Apostle Paul Murithi wakitengela Dominion, Mungu nakubariki. Watu ni wengi sana ambao wanaendelea na kuwatch. Kuna
Pia Maina, Boss Maina, Mungu nakubariki. John kutoka West, Mungu nakubariki. Mwangi wazima mani, Mungu nakubariki. Patrick 44, Mungu nakubariki. Wambua, Mungu nakubariki. Purity Zimamani, Mungu nakubariki. Pastor Simon Chitui, Mungu nakubariki. Watu ni wengi sana. Pastor Muse, Mungu nakubariki. Na Mheshimiwa, Mungu nakubariki, nimekuona. Na friend, Pastor Friend Kirima, Mungu nakubariki. Pastor Steve Fundi, Mungu nakubariki. Pastor Fundi, Mungu nakubariki. Watu ni wengi sana ambao wananitazama. Mungu nawabariki. Na Apostolo Maliko, Mungu nakubariki. Askofu wetu wa Dominion. Na bila kusahau siku ya leo niko na ibada pale kanisani pale Dominion City Church Zimmerman, nitakuwa pale. Karibuni sana tufanye hili ibada. Ni ibada ambayo ni ya Holy Communion, pia nawafunza na wapea Holy Communion. Nitakuwa pale Zimmerman kuanzia 6 mpaka saa 2. Mungu nawabariki sana. Mungu awabariki. Niseme ya kwamba Mungu awabariki sana kwa sababu ya kutazama program zetu. Asante sana. Ninaona mtu ambaye anaitwa Jen. Asante sana Jen kwa sababu ya kuweza kutazama program ya siku ya leo. Naona mtu ambaye anaitwa Pastor P Getimo. Pastor V Getimo. Ndio pastor wetu wa Dominion mwenye kuna yeye na mtu mzuri wa baraka. Wow, asante sana watazamaji wetu. Naona mwingine anaitwa Naomi. Mungu nakubariki. Wow, asante sana. Naona mwingine anaitwa Kate. Asante sana Kate kwa sababu ya kuweza kutazama. Kate, Mungu nakubariki. Asante sana kwa sababu ya kutazama Kate, shabiki wetu sana. Ninaona mwingine hapa anasema anabarikiwa sana, anaitwa Pastor Piga Timo. Naomi Paul unasema God remember our families. Hallelujah. Evangelist John M.N. called to be an evangelist. Evangelical icon of the land. Huyo anaitwa Evangelist John M.D. Pastor Justus Musei unasema very powerful. Frediwa Kigosho unasema ni moto sana. Pastor Paul unasema following live from Keno. Asante sana Pastor Paul. Naona Dante unasema powerful. Dennis Mutebei unasema Dennis Mutebei Kimathi unasema unatutazama. Naona Pastor Pige Timo, asante sana. Apostle Paul Muleivi unasema tuned in. Asante sana Apostle Paul P Mureivi, Mungu akubariki sana. Naona Stephen Kalima unasema forgiveness. Wow, powerful. Pastor Pige Timo, Mungu akubariki. Jacqueline Nason unasema karibu huku mtumishi. Pastor Nicholas welcome. Asante sana watazamaji wetu. Naona watu ni wengi. Pastor P Getimo amebarikiwa sana, ameigia sana kwa fujo. Pastor T Getimo, Mungu akubariki sana. Wow, asante sana, mbarikiwe. Kutoka studio B, majina yangu naitwa Bera wa Jomo, na usisahau ya kwamba kila siku ya Jumatatu pale usiku kutoka saa 1 mpaka saa 4 za usiku tunakuanga na kigosho hapa studioni ambayo huaga inaongozwa na mimi Bera wa Jomo. Ninapowaombea pia baraka, Mungu nawabariki. Na baada ya maombi nitawaacha na wimbo. Amen. Nitawaacha na wimbo wimbo moja. Amen. Baba, ni asante wewe, Mungu mkuu. Mungu shemlele. Baba, nakushukuru kwa neema zako nimeingia mahali hapa. Mungu ulioniita kwa ajili ya kazi yako. Baba, nimeingia mahali hapa hewani Baba kuongea na watu wako. Na Baba, siku ya leo umeniongoza na kunilinda Baba. Baba, ninakushukuru. Hakuna Mungu mwingine aliye na uwezo. Baba, nimeingia Canaan TV my father, Canaan TV my father. Mungu ushaye milele. Kwani Baba ya ujumbe ambao Mungu ulionipa siku ya leo. Ili Baba nikaweze kuwafikia watu wako.
Baba, nimenena na watu wako kuhusu msamaha, watu waweze kusameheana Baba. Kwa Biblia inasema ya kwamba tusamehe ili tuweze kusamehewa. Baba, ni asante Baba, ninaachilia kwa njia saa hii roho ya msamaha, roho ya msamaha, roho ya kusameheana, roho ya msamaha, roho ya kusameheana kwa njia saa hii. Ninaachilia roho ya msamaha, roho ya kusameheana, ninaachilia roho ya kusameheana siku ya leo. Natangaza ya kwamba wacha Jehova nchi yetu ya Kenya ikawa nchi ya msamaha, nchi ya kusameheana. Baba, ninaombea familia zetu sikawe familia za kusameheana. Wacha Jehova Baba, ninaomba wacha siku ya leo ukatie kitu ndani yetu, kitu ya msamaha. Wacha Jehova kwa njia siku ya leo, wale ambao hawana utu, hawana huruma, siku ya leo my Father, wakawa watu wa kusameheana kwa njia siku ya leo. Biblia inasema ya kwamba tuweze kusameheana ili tukaweze kusamehewa. Baba, ni asante Baba, ninaomba ninapotoka mahali hapa studio my Father, Mungu kawabariki Baba. Kuna wengine ambao wametoa sadaka zao, wametuma ngiri 2, ngiri 3, 150, 150, 200. Nasimekisha my Father, ninapotoka mahali hapa, pesa zao sio bure. Wale ambao wametoa pesa zao Baba sio bure. Mungu wabariki. Naombea kazi zao, naombea ndoa zao, naombea kazi zao. Baba, ni asante kwa kuwa Jehova unaenda kutenda mema kwa maisha yao. Baba, unaenda kutenda mema Baba. Tangazo ya kwamba hata wale ambao wamepanga mabaya kwa ajili ya maisha yao, ninakataa roho ya revenge, ninakataa roho ya bitterness, ninakataa kila mauchungu. Wacha Jehova watu wako kwa watu wa kusameheana. Mungu wabariki, Mungu watendee mema. Ninapotoka mahali hapa kuelekea nyumbani Baba, Mungu nibariki, Mungu nilinde Baba. Ninaomba hata mwenye TV namweka mbele zako Baba, namwombea kibali Baba. Nasema ni asante pia kunikaribisha mahali hapa. Mungu wa rehema, mrehemu, mtendee mema. Mungu ushie milele. Naomba na kuamen. Amen. Amen. Asante sana watazamaji wetu, mbarikiwe sana sana kwa sababu ya kuweza kututazama. Kama uko hapo na ungetaka kuja hapa studioni, unaweza pokea nambari yetu ya simu hapo kwa screen yako, na unaweza nena nasi moja kwa moja na Mungu atakubariki. Asante sana. Kutoka Studio B ni mimi wako Nixon Muse. Naona kuna mtu mwingine ambaye ameingia tukimalizia hapa. Nixon Muse, ni wengi sana wameingia. Nixon Muse Apostle from pale Kenyatta na Mungu nakubariki. Wengi sana. Paul, Mungu akubariki kwa pale Zimmerman. Abariki kazi yako. Amen. Na hasa nimekuona, Mungu akubariki. Watu ni wengi. Mungu nakubariki. Amen. Watu ni wengi sana. So mbarikiwe sana watazamaji wetu. Bishop Steve Musembi, Mungu akubariki pale ka West. Ni wengi sana. Amen. Mbarikiwe sana hadi wakati mwingine. Ni mimi wako Bira wa Jomo, mlikuwa na Apostle Nicholas. God bless you.